Tunaanzia katika duka moja ambalo linajishughulisha na uuzaji wa vitu vya urembo. Tunaona kwamba bwana mmoja ameweza kumpeleka mke wake kwa ajili ya kuchagua zawadi kwa ajili ya anniversary yao. Tunaona kwamba binti ameweza kupewa vitu kuangalia, lakini anaomba kuonyeshwa vitu vingine zaidi. Kwenye duka anauliza kwa bajeti ipi, mwanaume akadakia akasema kwamba bajeti itakuwa ni juu yangu, kwa hiyo tutanunua chochote kile ambacho mwanamke wangu atakitaka. Mwanamke anamuuliza utanunulia? Maana anasema ndio, nitakuchukulia. Mwanamke ni kama haamini, lakini jamaa anakuambia kwamba chochote ambacho kitauliziwa hapa na chochote kina ambacho bei itafikia sisi, basi nitaweza kununua. Mwanamke akamwambia naomba unionyeshe pete. Basi ikabidi jamaa aweze kutafuta hiyo pete na kuweza kumuonyesha mwanamke kama ambavyo alikuwa amehitaji. Basi ikabidi jamaa aweze kutoa hiyo kitu ambayo mwanamke ameweza kuomba na kuweza kuangalia, na mwanamke baada ya kuletea akajaribu kuchagua na mwisho wa siku akaamua kuchukua pete moja ambayo alikuwa ameipenda aina ya silver. Mwanamke anauliza ni shilingi ngapi hii? Muuzaji anamwambia ni rupees 30, sawa sawa na shilingi za Kitanzania 800 au 900 hivi. Sasa huyu mume wake anamuuliza ni pete tu? Binti anasema ndio, ni pete tu. Na mume wake anamuuliza kwamba hujapenda mkufu? Binti anasema ni sawa tu, lakini nadhani hii tu inanitosha. Mwanaume anamuuliza tena, una uhakika unahitaji tena kingine chochote? Binti anasema kwamba nina uhakika. Basi mwanaume inabidi kuweza kumwambia huyu muuzaji kwamba aweze kumfungia hicho ambacho ameweza kuchagua mke wake. Muuzaji naye akafanya kama alivyoagizwa, na jamaa anamwambia kwamba wewe nenda, mimi nitalipa na pia nitakuja. Mwanamke akasema sawa. Basi hayo yakaishia hapo. Tunaona kwamba sasa wanarudi nyumbani, wamesharudi nyumbani. Mwanamke anasema kwamba amechoka jamani. Nimechoka jamani. Basi inabidi jamaa kuweza kumkabidhi yule mwanamke na kumwambia kwamba vaa basi mara moja niweze kuona. Binti anasema kwamba jamani, mimi siendi mahali yote, nitavaa pale ambapo nitakuwa naenda mahali. Jamaa anasema kwamba nataka kuona mara moja, vaa mara moja afu kisha unionyeshe. Binti anasema kwamba yani wewe sio mvumilivu hata kidogo. Basi inabidi aweze kufanya kama ambavyo mume wake ameweza kumwagiza, na tunaona kwamba anashangaa na kama kuna vitu zaidi ya vile ambavyo ameweza kuchagua kutoka kule dukani. Basi anazidi kufungua na anashangaa kwamba nini hii? Jamaa anamwambia kwamba fungua na uone. Basi inabidi binti kuweza kuifungua haraka haraka hiyo box na kuweza kuangalia nini kinajiri, lakini ghafla nakutana na cheni humo ndani, ambayo cheni ile ambayo alikuwa akitazama kule dukani akaiacha kwa sababu aliona kwamba ina pesa nyingi kuweza kuinunua. Maana anasema kwamba hii ni cheni ambayo ulikuwa uweza kuitazama na ukaipenda pale dukani, ni kwa nini uliweza kuiacha? Basi binti anasema kwamba mimi niliona bwana, hii ni ya gharama sana, maana nikaamua kuiacha. Jamaa anamuuliza kwamba gharama? Anasema kwamba sijaona kitu chochote cha gharama mbele ya mke wangu. Anazidi kumwambia kwamba ningekuwa na uwezo ningenunua kila kitu kwa ajili yako. Na mke anabidi kuweza kumuuliza kwamba ulipata wapi pesa za kununulia hii? Jamaa anasema kwamba sijapata kutoka popote. Kana muuliza ulinunuaje? Anasema kwamba nimechukua kwa mkopo na nitakuwa nikiweza kurudisha kiasi fulani baada ya kila mwezi. Mwanamke anamuuliza kwa nini umeweza kufanya hivyo kwa ajili ya kuingia kwenye usumbufu wa kulipa kila mwezi? Jamaa anamuuliza kwa nini unapata shida? Hii ni aina ya uwekezaji na kiwango chao kinakuwa kiongezeka. Anasema kwa hakika wakati mwingine nitakupatia almasi. Binti anashukuru kwamba jamani asante sana. Anamwambia kwamba basi vaa tuweze kuona. Basi jamaa inabidi kuweza kutoa mkufu na kuweza kumvalisha mke wake tayari kwa ajili ya kumuona ambavyo anaweza kupendeza. Binti basi anaweza kusogea katika kioo kwa ajili ya kuweza kujitazama vile ambavyo amependeza. Anasema wow jamani, inaonekana vizuri anamuuliza mume wake. Mke anamwambia ndio, inaonekana vizuri. Mwanamke anauliza sasa afanye nini kwa ajili ya mwanaume kwa hiyo zawadi ambayo aweza kumpatia. Sasa jamaa anasema kwamba tuachane na hayo. Ni anniversary yetu. Zawadi yangu iko wapi? Sasa binti kwamba hana zawadi, na video kumwambia kwamba mimi ndo zawadi yako. Kitu kingine unahitaji? Basi usiache kusubscribe channel yangu kwa ajili ya kuweza kuwa wa kwanza kupata movies kali kama hizi na nyingine nyingi.